Jamani, 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 wasichana, mabinti zangu, jambo hili ni jambo dogo, lakini nalisikia likijirudia mara kwa mara linajirudia. Naomba nikutie moyo binti unayenisikiliza kwamba wewe ugomvi unaotokea kati yako na wazazi wako, baba yako, mama yako waliokuzaa, au walezi wako wanaokulea pale nyumbani, au viongozi wako wa dini, ule ugomvi uwe makini sana kwamba ugomvi huo utakiwi kumwambia boyfriend wako. Yaani unatakiwa ujue kwamba huo ugomvi unaotokea, hata kama unavokaa peke yako, wewe unajiona kama mimi sijakosea, yule ndo kakosea. Uwe na uhakika kwamba wewe ni sehemu ya huo ugomvi. Ugomvi hauwi na pande moja. Ukishakuwa na pande moja, huo sio ugomvi. Anayegombana peke yake, huyo ni kichaa. Yaani yuko tu anagombana peke yake, anapiga kelele, anasema peke yake, analalamika peke yake, huyo ni kichaa. Lakini kama wewe umeshahusika kwenye huo ugomvi, manake wewe ni sehemu ya huo ugomvi. Wewe ni mgomvi mmoja wapo. Kwa hiyo mwanangu, binti yangu, unapojikuta katika hali ya kwamba unagombana hasa na watu muhimu kama wazazi, walezi, viongozi wa dini, dada zako wakubwa, kaka zako wakubwa, waliooa, waliolewa, uwe makini kutambua hata pale ambapo unajiona wewe kama unaonewa tu. Uwe makini kutambua tu kwamba mimi ni sehemu ya ugomvi. Kwa hiyo cha kufanya cha kwanza, shughulikia huo ugomvi, jinsi gani utaumaliza ugomvi ili wewe usiwe kwenye sehemu ya ugomvi. Lakini cha pili muhimu zaidi hapa tunapozungumzia habari ya mahusiano, ndoa na familia, usiende kumsimulia boyfriend wako jinsi ulivyogombana na baba yako mzazi, na mama yako mzazi, na wachungaji wako, na walezi wako, na dada zako wakubwa. Usiende kumsimulia, hiyo sio story ya kusimulia. Sio story ya kusimulia. Ndio maana huwa nafundisha jifunze kuwa na control ya ulimi wako unapokuwa na boyfriend wako. Ni muda wa kuwa makini unaongea nini. Ni muda wa kufurahi, kutabasamu. Shabi, babli, umefurahi, ndio kitu muhimu. Sio unaeleza maneno mpaka unaanza kueleza mambo mengine yasiyofaa kueleza. Usimwambie. Na uwe na uhakika kama wewe ni binti, huyu kijana labda umkute kijana mpumbavu sana, ambaye anaweza wewe wazazi wako waliokuzaa unagombana nao kila mara, afu akuone wewe ni mwanamke wa kufaa, atakuacha tu. Na wewe kijana, kama ni wewe kijana unafuatana na mimi, utakuwa mpumbavu, una akili kabisa. Unaoaje binti ambaye anagombana na wazazi wake, anashindwa kuwatii, anashindwa kuwaheshimu, anashindwa kuwasikiliza, anashindwa kujishusha hata pale ambapo anahisi ameonewa? Unafikiri wewe ndio utamweza? Kwa hiyo wewe binti, nyamaza kimya. Wewe pambanaga jinsi ya kujirekebisha wewe mwenyewe, jinsi ya kujifunza kujishusha, jinsi ya kujifunza kuleta amani kati yako na wazazi wako, na walezi wako, na watu wa dini. Na watu wa dini kama ni viongozi wako unatofautiana nao, lakini usimsimulie boyfriend wako. Mimi huwa nawaambia kwamba ukimsimulia boyfriend wako na ikatokea akawa na ujinga huo, akakuoa, basi maisha yako yatakuwa magumu sana, kwa sababu utaenda huko mbele, kuna siku lazima mtatofautiana na yeye mwenyewe. Mtakapotofautiana atakwambia wewe walikushinda wazazi wako. Walikushinda wazazi wako waliokuzaa na kukulea. Ndio nitakuweza mimi wewe? Ni tabia zako zimeshindikana. Au utagombana na wifi zako, wakati mwingine makosa ni ya kwao wifi zako, lakini atakwambia wewe ni kawaida yako. Tangu tukiwa marafiki nilikuwa nakusikia, hata waliokulea wenyewe ulikuwa unagombana nao. Utashindwa kugombana na dadangu. Kwa hiyo hata hajasikiliza tatizo ni nini. Cha kwanza ameshajua wewe ndio mgomvi, kwa sababu ya mambo ulikuwa unamsimulia. Uwe makini binti yangu, kuna vitu sio vya kusimulia kwa boyfriend wako. Shika hili, linajirudia kweli katikati ya mabinti. Shika hili, litakufaa sana. Sikiliza nayo kuambia, atakusaidia. Nimepita huko ulikopita. Vingine ninavyokuambia nilikanyaga mimi nikaumia. Nakwambia wewe ili usiumie, usikanyage nilipokanyaga.